ati baada ya Wakenya kukuwa na katiba mpya ambayo Wakenya walipigania kwa muda mrefu zaidi, ati tungekuwa na serikali ambayo inaweza kusherekea kupigwa na kuuawa kwa Wakenya. Unasikia bwana Kome anasema tutaendelea na mtu athubutu ataona cha mtema kuni. Alafu mkubwa wake anasema polisi wamefanya kazi mzuri. Polisi wamefanya kazi mzuri, tumewanyorosha tuwakalia ngumu. Huyo ni mtu ambaye anajiita rais wa taifa la Kenya. Anashangilia ya kwamba amenyorosha wananchi, amepiga risasi na wameua wa Kenya. Je, hiyo ni serikali ya taifa kweli? Hiyo ni serikali ya wananchi? Sisi tulisema, tulidhania kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tumefikiria kwamba tumezika kwenye kaburi la sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado haijabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. Jamaa wanasema ni marufuku wa Kenya kufanya maandamano, lakini kifungu ya 37 ya katiba hii inaambia watu wa Kenya wana haki ya kuandamana, wana haki ya kufanya kitu inaitwa petition, wana haki ya kufanya kitu inaitwa picketing. Lakini sasa serikali hii ya bwana Ruto imepiga marufuku hii kifungu cha katiba, haiko tena. Unaweza kufanya wewe dhuluma, unaweza kuwa wewe unalalamika, lakini huwezi kutoka na kufanya maandamano. Hata ukimwambia polisi huwezi. Lakini Wakenya walikuwa na sababu. Tata sasa wako na sababu. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Bei ya sukari imepanda. Gharama ya maisha kwa jumla imepanda, na hata ushuru umepanda zaidi. Wakenya wana haki kusema la. Lakini niambia huwezi kusema la. Niambia punda imechoka. Si punda imechoka? Si punda imechoka? Hii mzigo imekuwa mzito sana, haifai yapunguzwe. Wahenga walisema ati kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo hii mzigo yapunguzwe, sio? Na tukisema namna haya tumefanya makosa. Pili, sisi tumesema tulienda kwa uchaguzi, kwenda kwa mashindano pale, tulikuwa tunashindana na tulikuwa na marifari moja na malansman 6 Electoral Commission. Kati ya wale watu 7, 3 ndio walisema ati Ruto ameshinda, 4 walisema la. So nini walisema la? Wakasema hiyo mpira ilikuwa ya offside. Ati walishika na mkono. Walishika na mkono, sio? Sasa wale marifari ambao walisema la wamefukuzwa wote. Vile naongea hapa sasa, mawili wao, Mama Cherera na Mama Sit, wako Marekani, wamekimbia. Maana walikuwa wanatafutwa, walikuwa wanataka kuuawa. Sasa nasema kama rifari walikuwa wamegawanyika, mahakama ingawaje ilisema ati ilikuwa ni Kibukati inasema ukweli, lakini hawa 4 walisema la. Hawa 4 ambao walisema la wamefukuzwa kazi yote, hawako kule tena. Tukasema tunataka ili tuweze kuhakikisha kwamba uchaguzi unayokuja ni haki na ukweli, kwanza tufanye uchunguzi, tumalize hii mambo yalifanyika hii. Tufungue ile server pale ambayo matokeo yaliingia. Tufanye ukaguzi ili tujue ukweli iko namna gani. Sio? Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Ili tukiunda tume mpya ya uchaguzi, tutakuwa na hakikisho kwamba watafanya uchaguzi wenye haki na ukweli. Wakenya watapiga kura, na vile wamepiga hiyo kura ndio inahesabiwa na itatangazwa namna hiyo. Hiyo ni ya pili. 3,
Bwana Gachagua amesema Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa. Kuna watu wengine ambao wana hisa mingi zaidi, wengine wana hisa kidogo, wengine hawana hisa. Wanasema ati wale majamii ambao waliopiga kura Kenya Kwanza ni wako na shares. Wale ambao hawakupiga kura kwa Kenya Kwanza hawana shares. Wanabagua. Unaona vile Paranya mwambia nyinyi, gazeti ya leo inasema kule KRA wameajiri watu 60% imeenda kwa kabila mbili peke yake. Wale wengine wote 43 wanagawanya yale ambayo yamebaki hiyo kama makombo. Unaona akiajiri kama permanent secretaries ambao ni watumishi wa umma 51, 13 kabila yake, 13 kabila hiyo nyingine, alafu kabila nyingine hata kama Kisii hata moja hakuna. Ubaguzi imezidi. Ukienda kwa mashirika ya serikali, shirika yote, chairman, managing director, yote naenda tuko watu wawili, na Wakenya wote wanapiga ushuru. Hapa nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Mama akaenda pale duka kununua chumvi, ametoa ushuru. Ukinunua sukari, mtoa ushuru. Mkati, mtoa ushuru. Unga, mtoa ushuru. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukikunya Coca-Cola, hiyo yenyewe. Ukikunya ile one for the road ile, hiyo ni mama yake sasa. Hiyo ni ushuru ambao wanagota kwenu hapa usiku na mchana, upende usi. Akishaweka hiyo ushuru kwenye hazina kule, Saila anataka kugawanya hiyo sasa, anakubagua. Anakuambia wewe huku nipige mimi kura, kwa hivyo wewe upate chochote. Sasa wewe si Mkenya. Unafanya nini Kenya kama huna hisa hapa? Serikali yote ni sawa sawa. Hayo vile tumesema mpaka hii kamati ya Kalonzo na Ichungwa iangalie. Ili kija Mkenya awe ni Mkenya, anatambulika kama Mkenya, ana haki kama Mkenya, hata kama yeye ni mtu wa Azimio au mtu wa Kenya kwisha. Si sawa sawa? Sasa wamemaliza, wameanza kubiliza vituo vya uchaguzi. Sio uchaguzi, viungo vya utawala. Wameanza kuingilia na kuvunja. Kwanza waliingia bunge. Bunge sasa haina haki. Bunge imechukuliwa, imenunuliwa. Wabunge wamepigwa mnada. Wengine wamekuwa malaya. Wanapewa ruhusa namna hii pande hii, lala chini. Unaona, katika uchaguzi uliopita Azimio ilipata wabunge 172. Kenya Kwanza ilipata wabunge 165. Tuliwashinda na wabunge 7. Lakini maanza kununua wajumbe moja wanaitwa Ikulu. Anaambia wewe atanakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani na Ikulu? Akitoka pale anapewa 100 nini, anarudi sasa yeye anapiga ana nini? Amebadilisha mdomo yake sasa. Sasa bunge imenunuliwa tayari. Wameingia mahakama. Kama wewe ufanye vile wanavyotaka, transfer, demotion na kadhalika. Hata hii mambo ya polisi, kuna kitu inaitwa Independent Police Oversight Authority, IPOA, haina kazi sasa. Ile tayari imefanya nini? Imehasiwa, haina makende. Kwa hiyo imekuwa hanisi, hawezi kufanya chochote. Polisi na watu hapa bila meua kijana yetu namna hii, IPOA haiwezi kuchukua hatua yoyote.
Kwa hivyo mpaka Wakenya warudi kwenye drawing board ili tutengeneze katiba na tuhakikisha kwamba viungo ambayo tumeweka ndani ya katiba vinafanya kazi bila shuruti, bila kupigwa mateke au kupigwa pingo na serikali kuu. Hiyo ni muhimu zaidi. Niko hapa na rafiki yangu, tumekuwa naye kwenye vita, Profesa Kibutha Kibwana. Tumekuwa naye kwenye vita, yeye najua yale mimi nasema. Yeye alisimama imara kabisa kwa mambo haya. Mimi naomba yeye, rafiki yangu, turudi chini, turudi kwenye kiwanja tena. Turudi kwa vita. If this struggle is not over, aluta continua. We must continue, and I'm convinced that finally we shall overcome. Sawa sawa. Kwa hiyo mama, pole tena. Sasa mimi niko na watu yangu, nataka kutoa kitu kidogo hapa.